alafu Mungu anaona ile samaki. Wiki kama mbili zilizopita bado tukazitanga. Mungu akawa amenisemesha. Kuna mama mjane yuko wilaya inaitwa Rombo kule Moshi. Nyumba yake ilianguka na jengo nyumba. Mungu akanisemesha baada ya kupeleka sadaka shilingi 100,000. Sina hela. Sikuwa na hela. Kwa kama Mungu, kama unataka nipeleke sadaka hiyo utaileta. Utaileta. Na hapo nina mahitaji mengi. Mtoto wako shule na vitu vingi na vitu vingi vya huduma, kuna vyombo naendelea kununua. Sijaanza sawa. Kuna mtu mmoja ni injinia mwambia akatuma gafu 1,200,000. Nikaitazama. Sikumwambia mama. Mama zimeni masikini. Sikumwambia mama. Kwa sababu ningemwambia ingia kwenye sababu kwanza. Kwa nini ile sadaka ya kumtoa Isaka Ibrahim akumwambia sana? Angemwambia sana ile ndoa ilivunjika. Umekaa na mama. Mungu amesema nimtoe mtoto sadaka kwa hiyo kesho ya safari. Huyu mtoto ni msubiri miaka 90. Huyu mzali wangu wa kwanza. Huyu wewe baba. Unapigwa biti na kufungishwa vilago kuondoka. Ninaondoka. Unaona nafunga magodoro. Ninaondoka kama ndo namna hiyo. Ibrahim akamwambia Sara, kuna sadaka zingine unabaki nazo na vimba nazo mwenyewe. Kwa sababu ukiisema inaleta upinzani katika ulimwengu wa roho. Kwa sababu akasa usiku ikaingia 1,200,000 nyingine. Ikanyamaza kimya. Huyu tena yeye ingiza akapiga simu kwa Sabra. Sema mtumishi, umeona? Kuna message ilikuwa imeshaingia M-Pesa. Sikujua ni nani. Nikatoka sebuleni haraka sana. Pale kwetu tulijenga chumba cha maombi, kuna madhabahu kile. Nikaenda madhabahu nikamwambia. Mama akaniuliza ulikuwa na baraza ni watu tu wa kawaida tu. Nilikuwa naomba tu. Sikusema Mungu alinitumia hekima. Hapo ni la kitabu. Sijakaa sawa kwenye kile chombo cha sadaka kulikuwa kama na 70,000. Kaivuta. Kuna alama nilikuwa nayo kwenye wallet nimetunza tu kidogo pesa 30,000 nikaweka zikawa na kitu. Hapo Mungu ni tayari. Lakini pesa ilikuwa na sana. Na mpaka leo nainuma nahitaji kama leo. Sadaka lazima iwe na kama inafika mahali hapo umetoa usichoki machi. Wewe ukiwa na nyekundu 7 mfukoni alafu ukatoa jelo. Hata nikidondoka rudi nyuma, uweze kumwambia boda hiyo ungeuza, nimedondosha jelo. You cannot turn back. Uweze kwa la nitliki ikidondoka note wewe boda simama. Lazima sadaka iwe na nguvu ndani ya moyo wako. Kama haijapata nguvu haijafika viwango vya kuwa sadaka. Kwa kuna watu ambao mnatoa lakini mtatoa katika viwango vya kuwa sadaka. Chungaji wa Kristo utakuwa umejaa hapa wakasikia haya. Kuna sadaka tunatoa hazijafika viwango. Kuna wakati fulani alikuja mtumishi mmoja akawa anahubiri pale kanisani, akawa analala kwetu. Analala pale kwa wakati na waka kanisani ameshamwaga. Sasa tukaenda chumbani na sisi tunamwagaje sasa. Siku kanisani ameshampa na sadaka yake na kwa hili. Mama alikuwa na kabaransi katika laki moja. Akasema ninampa. Nilikuwa nimesoma suti mpya na nikumbuka mpaka leo. Nikaitungua ile suti, suruali, shati lake. Nilikuwa naipenda, nilikuwa nimevaa siku chache nikaweka kwenye henga. Nikaenda sebuleni. Ikamwendea vile. Ile suti naikumbuka mpaka leo. Ningeivaa hapa isema ungesema ni mheshimiwa mazidi. Naikumbuka kwa sababu iliniuma. Iliniuma na kwambia Mungu ukiona naikumbuka iliniuma. Na Mungu na Mungu ujue kwamba iliniuma. Naona kitu hapa. Tutaendelea kesho. Haleluya.
Yesu asifiwe. Umekuja na sadaka. Nauliza swali, umekuja na sadaka? Hiyo sadaka itakuuma. Tuachane basi, tuachane.